Mwisho wa wiki iliyopita imekuwa ni wiki mbaya kidogo kwa wawekezaji, watu ambao wanajihusisha na masuala ya kubeti, kwa sababu mambo hayajaweza kwenda sawasawa kama vile ambavyo wengi walitegemea, kwa sababu zile timu zao kubwa ambazo wengi walizitegemea kama labda zingetoa matokeo mazuri, basi karibu zote zimeweza kupoteza. Tukianza na timu ya Real Madrid pale Hispania, ambayo ilikuwa ikicheza na hasimu wao wa karibu kabisa Atletico de Madrid, yenyewe iliweza kupoteza kwa mabao 5-2, hali ambayo hamna mtu yote ambaye alitegemea kuona kama Real Madrid ingeweza kupoteza tena kwa idadi kubwa ya mabao mbele ya timu ambayo mara nyingi imezoeleka kuwa yenyewe inajilinda zaidi kuliko kushambulia. Kwa hiyo kipigo hicho kimekuja kuwa ni kama ni surprise, na mpaka sasa hivi kwenye msimamo kinaifanya Real Madrid iweze kushika nafasi ya pili katika msimamo, ambapo imeweza kucheza michezo 7, imepoteza mchezo mmoja na ina alama 18, huku anayeongoza akiwa ni klabu ya Barcelona ambao wao wamecheza michezo 7 vile vile, lakini wametoa sare mchezo mmoja na kushinda michezo 6. Kwa hiyo wana alama 19 juu yao. Lakini ukiachana na Real Madrid ambaye pia aliweza kutoa sare hiyo, lakini upande mwingine ukienda pale katika ligi ya Italia Serie A, Juventus naye aliweza kupoteza mbele ya Atalanta. Ukija pale katika ligi pendwa zaidi duniani ambayo inafuatiliwa na watu wengi zaidi kwa maana ya EPL, napo pia hali haikuwa nzuri vile vile, kwa sababu siku ya Jumamosi mapema tu saa 8:30 mchana timu ya Manchester United ilianza kwa kupoteza mabao 3-1 dhidi ya timu ya Brentford. Lakini ukiachana na hiyo, pia ukienda pingineko unakutana na klabu ya Liverpool ambao pia nayo iliweza kupoteza kwa mabao 2 dhidi ya bao 1, ambapo ilicheza na klabu ya Crystal Palace pale London. Lakini ukiachana na hao, pia ukienda kwingineko unakutana na klabu ya Chelsea ambao pia nayo iliweza kupoteza kwa mabao 3 vile vile kwa 1. Kwa hiyo ikawa ni weekend fulani hivi ambayo hamna timu yote kubwa ambayo itamcheka mwenzie, kwa sababu imezoeleka mara nyingi labda Manchester United peke yake amekuwa ndo timu ambayo anapoteza sana, lakini awamu hii Manchester United ndo nyumbu, lakini kaungana na manyumbu wengine wengi sana ambao wameweza kupoteza michezo wiki hii. Lakini hiyo ndio raha ya mpira na hiyo ndio raha ya football kwa wale ambao wanapenda mpira kweli kweli, kwamba huwezi tu kutegemea timu siku zote itacheza ikashinda, lakini kuna siku ambazo itacheza na kupoteza. Kwa hiyo kwa wawekezaji ilikuwa ni siku mbaya zaidi, lakini ilikuwa ni burudani kwa wapenzi wa soka. Lakini matokeo mengineyo ni kwamba klabu ya Man City yenyewe ilifanikiwa kuweza kushinda mabao 5-1 dhidi ya klabu ya Burnley, lakini pia klabu ya Arsenal yenyewe ikafanikiwa kuweza kushinda kwa mabao 2-1 dhidi ya klabu ya Newcastle United. Moja ya game bora sana ambayo imeweza kutokea katika juma hili ambayo limeweza kutamatika ilikuwa ni hiyo mechi ya Arsenal dhidi ya klabu ya Newcastle United. Lakini kwa hapa Tanzania timu zote 4 zimefanikiwa kuweza kufuzu kwenda katika hatua ya awali ambayo inaweza kufuatia. Timu ya Singida Black Star ushindi wa mabao 2-1, Azam ushindi wa mabao 2-0, Simba wao wakaweza kutoka sare ya 1-1, lakini yenyewe ikaweza kuwabeba kwa sababu tayari walishashinda goli 1 ugenini, lakini Yanga wakaweza kushinda mabao 2-0. Kwa hiyo wiki hii ilikuwa ni ya moto na imeweza kwenda kwa staili kama hii.